Haya, jeneza ambalo limekaa chumbani, jeneza ambalo limekaa chumbani nalitoa. Huyu ninaona kitambaa cheusi kimewekwa juu mbele ya kichwa chake kitandani, alafu wakaweka na jeneza wakaandika tutavuka naye mwaka huu, siku 60 wamepanga waondoke naye. Na maroho, kuna wanawake wawili wametega mateso haya, na watu jeneza linaangaliwa, alafu ndani ya jeneza wakaweka uchumi, wakaweka na maisha ya mtu kufa kimwili kabisa, wakasema tutamua. Na ndani yake naona kitandani kuna saa analia, anasikia kitu kinapanda kinanyonga, alafu pepo ananiambia mimi ni pepo la pressure, nimeshatuma kufanya utekelezaji. Kuna saa kama anachanganyikiwa, akili kama inachanganyikiwa, alafu chumbani kwake jeneza linaangaliwa, anakufa ghafla. Yani unasikia fulani amekufa ghafla, haujajua kitu gani kimemuua, lakini roho zinaandaliwa. Mnamuua nini? Watu wote mnapanga kumuua nini? Mwishoni mwezi huu, wiki hii kwa tatu sasa, mlipanga kumuua mchana. Kwa hiyo unamuua tu. Kapige pesa uone. Kapige pesa uone. Kwa umekaa. Kwa hiyo hili jeneza ulioandaa wewe ni pepo pressure. Ni mapepo ya pressure yanayotembea kwenye familia. Wewe pepo la pressure, nakumoa kwa mama yangu, kwa baba yangu, kwa dada yangu. Peleka sema namoa. Hiyo ni kwangu mimi. Wewe pepo la pressure. Namuona mtu anayebeba familia. Kwenye familia kwa kuna mtu ana pressure. Anapangiwa afa ndani ya siku 60. Anafanyiwa afa ndani ya siku 30 nyingine. Na watakufa ghafla tu. Weka mikono wewe tumejua. Maombi ya dakika chache inatendwa mitendo mingi sana. Naona mtu anamwambia utakuwa mjane, utakuwa yatima, utakuwa mjane, utakuwa mjane. Elekeza mikono, sema nakataa roho ya mauti. Unatembea kwa sura ya pressure, unatembea kwa sura ya pressure. Wewe pressure, uliaka chumani. Udada usiku wa halali. Naona kile mtoto wake kama nikuwepo hapa, mtoto yote anaona mtoto akimwangalia mtoto analia. Watoto wako yani ningetamani mtoto wake, yani sio huyo aongee, mtoto wake aliyemzaa. So namuona mtoto akimchungulia mamaka, alafu analia. Mtoto analia na kimbia, mtoto aliyemzaa analia. Alafu dada na amehesabiwa siku za kuondoka kwake. Sasa kinachokuja pia, kuna roho itatoka kwake, itamaliza uzao wako, familia yako, akiwepo kijana wako, akiwepo nini, atawamaliza. Na kitu siwezi kusema mbele mwacho, tukwambie tu hamtakuwa salama. Sasa hivi bora tulia au tushughulikie roho? Sio watu wanachali baba. Watu wanaloga. Hapo ikitibu tatu na ileta kile ile. Ni kwa kufe kabisa. Tuache moto Kabisa. Ni kwa Hata kama ni mama wako kama ndugu yako afya. Hamna dalili. ni kuambia mtu Ndiye. tena kufanya Yaani alala simulizi hata wanakumbusha. lengo la dini kuleta umaskini tu. Unafikiri kuna kingine? Sogezeni dada hapo. Natamani mama mko hapa hivi wapi? Leteni niwaambie kitu. Familia hizi zote mbili, naomba msifanye hili swala mchezo. Mimi nasema jeneza limeshaangaliwa na watapita kwenye roho ya madeni, wamalize hapo. Na atakufa kimya. Alafu akifa madeni anasamehewa. Yaani akifa madeni naisha hapo. Na kinachotokea, naona kwenye msalaba wa jeneza akiandika, na bunga hili hakuna mwanamke atakayemiliki wala atakayekaa, mtakuwa wa kwanza na wa mwisho kwa kwenye familia. Maana anafunga bunga lako. Na huyu hayo maneno mapepo yanamwendesha akili kuachilia kama roho ya laana.
Na hesabu mpaka 7. 1, 2, 3. Kusanya vya kwako. Kusanya vitu vyako. Kitandani unafanya nini? Unafanya nini? Angalia. Mimi panga. Ni kisu, yana mkono na nifanye. Mbona mzee? Yaani hivi ndivyo vilivyoandaliwa na mauti. Mama umekuja? Umekuja? Aya, mweleze mama alivyokuambia. Baba, mweleze mama kabla sijafungua mlango. Mkae pamoja. Usilie basi baba. Baba unalia. Baba hasira. Aya, familia ya mama ndio mtoto wako huyo. Ndugu zake babaki yuko wapi? Nataka niwaunganishe. Tena bwana nimemtaja yule mzee. Okay. 1, 2. Haya. Mliotuma kufanya mauti. Fungeni virago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kufa. Kwa nini? Ufika soka. Ufika soka. Ufika soka. Mama Yoni. Mama Yoni, njoo mwanangu, sio. Njoo mama, mtanaule gawa. Tanaule. Ndio sana tu familia. Inyo na nani? Inyo mama Yoni. Inyo? Kana kutati. Kai kidogo yetu alashu. Kana gani walishu. Baba atakufa ghafla ile watu watatu. Ili mdhibitishe hili, Teuda akitengelea ile mliti. Kwa sababu naona mtoto akimwangalia mama mtoto analia. Watoto wanalia. Nakuta watoto wanajipikia wenyewe. Mama yao apiki. Huyu kuna siku apiki, watoto wanapika. Unajua hivi? Adaona kabisa nikija na wakuta watoto wanateseka wanajia. Hawapiki watoto. Na anakuja saa 4 saa 3. Kama saa 5 haiko. Kwa nini anakuja saa 5 saa 6? 12 nakutana naye saa 12. Kwa nini anakuja saa 3 saa 4? Sasa ngoja nikueleze kitu. Hii kitu tutawamaliza mama. Hii kitu tutawamaliza. Hii kitu tutawamaliza. Hii kitu tutawamaliza. Wewe kama wazazi, mshushe hasira. Mzee ameshanielewa. Shanielewa. Mama, baba ungekuwa hapa karibu ungekuita mzazi wako. Hii kitu ni nzito. Sio mchezo hii kitu. Wewe Mama Yoni. Huyu akiondoka atacheleza na maisha. Ngoja nimfungue. Kumuuliza maswali fulani. Situka hapa. Sema kila jeneza tunapasua. Tunakataa vilio. Tunakataa vilio. Tunakataa vilio. Tunakataa vilio. Tunakataa vilio. Vilio kuzika mtu. Tunakataa. 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 Tunapasua hiyo jeneza. Tunapasua hiyo santa. Tunachoma moto kila perfume, kila mashambulizi iliyoachiliwa, kila uzito ulioachiliwa. Tunafukia jeneza. Tunafukia kaburi. Tunachoma choma. Sema sana tunakuita. Sema sana. Choo. Toka kwenye jeneza. 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 Toka. Toka na roho ya madeni. Toka na roho ya madeni. 1, 2. Angalia. Naleta visu vya moto. Nateketeza kila aliyekaa ndani ya jeneza afe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niweke mkono kwenye kifua. Mama Yoni. Wewe achana mambo ya kusema anakuja usiku anakuja saa ngapi. Shusha pressure mama. Nikilio kinakuja. Hoya. Nikilio uwi. Alafu chana za yupo, maisha yatakwisha. Asira sasa hivi hamna. Nikudhibiti na mkikubali mkiruhusu bali naambia uongo. Mimi sina shida.
Lakini mtasema, lakini sitaki kuzika. Huyu atamaliza uzao wenu wote. Huyu akifa kwa njia hii atamaliza kwenu. Yaani akili na familia paka ndana na akiosho, paka na akili. Sitawaambia sasa hivi, tunapanda sasa hivi. Kawaambia sasa hivi. Kinachoendelea kwa Mungu. Kawaambia. Yaani kama mngenielewa, mngekaa kama ndugu, kama familia, mkamuuliza kinachoendelea. Yaani anakuja usiku anaenda kujificha yuko porini. Mimi Mungu ananiambia yuko porini. Unasema kuna saa 3 yuko katikati ya pori na yuko porini analia. Kwa sababu unajua rahisi mtu kuanza mawazo ya kishetani tu. Hayuko kwa wanaume, yuko porini analia. Ninaona majini yanayomfukuza. Na maana hakai kuja watoto. Chumbani kwake hakuna raha. Ardhi haina raha. Ninaona msalaba wako Mary. Siachi kwa msalaba. Na yeye mnakuuza mambo. Nishike katika ukurasa wetu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ufahamu wako uje na akili yako zote ziishi. Amen. Mwite jina lake. Yesu makofi kumaliza. Mwite jina lake mnyanyue. Sara njoo. Sara njoo. Mimi hapa nimeshaenda mpaka kwenye mazishi ya Sara. Yaani mimi sana hiyo hai. Mimi nimeshaenda mpaka kwenye mazishi ya Sara. Nakuta watu wakibeba jeneza na msalaba, lakini kwenye msalaba haijaandikwa jina la Charles. Imeandikwa jina la baba yake. Sara. Simama. Simama. Nakuta watu wanaomboleza wanabeba jeneza la Sara, lakini kwenye msalaba hawajaandika jina la Charles mume wake, wameandika jina la baba yake. Na kuna sauti wakati mwingine naongea na Sara ikimwambia ukifa sema 1, 2, 3. Kwa sababu tayari adui anayepiga hii familia ameshatengeneza laana kufuatilia kwenye familia yake. Sara njoo. 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 Ngaye wasinaje. Tabulo mlikuwa mnabii ndio mnajiita. Mimi mpaka leo mnanyaye weji haya. Mungu akishafichua kitu amefichua. Ukweli nawaambia, tunacheka tunazungumza, haujui nabii hospitalini. Lakini mna kitu nini? Lakini atakao tokea ni shida. Sara, ulikuwa kwenye giza. Ulikuwa kwenye giza. Gizani. Alafu Gizani. Jeneza ilikuwa wapi? Porini au wapi? Au chumbani kwako? Kitandani. Ukiwa na nani kwenye ile jeneza? Kwa mwenyewe nani? Kwa mwenyewe. Okay. Ninaona kifo chako. Nakuta pepo linaozungumza na wewe. Nije kuambia utakufa. Alafu kuna sauti inakwambia utakufa. Na unasema bora tukufa kuliko kuishi. So mara moja. Na kukuta kwenye ulimwengu wa roho, kwenye jeneza unasema ni kifo. Biblia likikwambia ukifa acha laana, kwamba kwenye familia hakuna mwanamke atakaye miliki tena nafasi yangu, na kwenye msalaba wangu haitaandikwa Charles wala haitaandikwa mtu wa Kigoma hili, taandikwa jina la baba yangu kule kwetu. Nishasemaga. Kwa nini? Kwa hiyo unaacha laana kwenye hiyo familia. Mapepo anakuambia acha laana kwenye hiyo familia. Unaongea mara nyingi hiyo kitu. Kwamba ukifa kwanza nizikwe kweli. Uzikwe kweli. Usizikwe kwenye hiyo goma. Kwa nini? Si msaada. Kuoni msaada. Mimi naona watoto wanalia jikoni, hauko wewe. Unakwaga wapi? Unapaka mwenyewe sijui. Unaenda kujificha polisi.
Unatoka unaenda wapi? Jamani, unaweza kusema labda niongea na muda, lakini sinaongea. Babake yuko wapi? Hii ni swala familia zote mbili kukutana, mwache ubishi. Itawamaliza. Nini kinakwambia usiwe kweli? Najikuta tu nimeandika Sara Wilson baada ya Sara Charles. Na kuona kitandani nalia. Ona nalia. Nanyongwa. Na nani? Mtoto inapanda na nyonga na mtoto anakaa, mtoto anakimbia. Please. Nimesema sasa ile mtoto anakuja na mwangalia mamake, mtoto analia. Wale watoto mama wanasema. Wamekuwa wakubwa bado. Yaani ile vitu wanavyoona kwa huyu mama haistahili waone, lakini wanaona. Bado ni wadogo. Unawake natamani angekuwa hapo. Yaani mtoto anakujua, yaani mtoto anakufahamu, wafahamu kila kitu unachopitia. Bado ananiuliza unadai wajibu mama shilingi ngapi? Mtoto wako anakuuliza. Kwani iko na wale watoto? Nimesema sasa mkiita wale watoto unaweza nikawahoji wataniambia kitu. Naona watoto wanalia watoto. Yaani wanalia, lakini kuna sababu pia mbele yao wanajikaza wanapunguza machozi. Watoto ni wadogo wanapita mateso ambayo hawakustahili.